aliyemwamini Kristo amemwamini Kristo kufanyika kuwa chombo. Neno la leo linasema sikia na elewa kile ambacho Mungu anasema na wewe. Hakuna mtu ambaye Mungu hasemi naye, na Mungu mpaka kukuokoa alikuokoa ili akuelekeze. Kwa hiyo jitahidi kufungua masikio yako ya rohoni kusikia kile ambacho Mungu anasema na wewe. Haleluya. Amen. Hakuna aliyempa Yesu maisha yake kwa lengo la kuja kukaa. Amina. Amen. Kila aliyempa Yesu maisha yake, lengo la Yesu kukuchukua ni ili uweze kuhudumu au uweze kutumika. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kila mtu anatakiwa kutumika. Tatizo ni sisi hatutaki kutumika. Amina. Lakini Mungu anataka tutumike, na ndio lengo la kutuokoa. Kwa hiyo lazima uwe na kiu ya kutaka kujua mapenzi ya Mungu kwako ni yapi. Bwana Yesu asifiwe. Unatakiwa uwe na kiu ya kutaka kujua Mungu ana makusudi gani na mimi. Amina. Amen. Lakini usipokuwa na kiu ya kutaka kujua kile ambacho Mungu anakutaka, utaishia kuingia kanisani na kutoka. Amen. Utaishia kwa muangalia mchungaji na kutoka. Kwamba leo alihubiri hiki, leo alisema hiki, leo alikuja amevaa hivi, leo alichana nywele zikaenda huku. Haleluya. Hicho ndicho utakachoishia kukitazama. Lakini ukiwa na kiu ya kujua Mungu anataka nini juu ya maisha yangu, utaingia kwenye ibada kwa lengo la kufungua masikio kumsikiliza Mungu, na si kwa lengo la kufungua masikio kumsikiliza mchungaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kuna tofauti kati ya kumsikiliza Mungu kupitia mchungaji na kumsikiliza mchungaji. Amina. Huwezi kumsikia Mungu kama hujaenda na malengo ya kutaka kumsikia Mungu. Huwezi kumsikia Mungu. Utaishia kumsikia mchungaji kila alichokisema, lakini hautasikia Mungu amesema nini kupitia yule mchungaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tamani kuwa na kiu ya kujua Mungu anataka nini juu ya maisha yako. Usiwe na tamaa ya kujua mchungaji anataka nini juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mchungaji hana maelekezo yoyote juu ya kwako. Yaani yeye ni kinywa chake ni chombo tu cha kutoa taarifa ile ambayo Mungu anataka itolewe. Sasa ukiishia sebuleni kumwangalia mchungaji na kumsikia mchungaji, hautaingia chumbani kusikia kile Mungu ambacho amekitaka. Amina. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ili uweze kusikia sauti ya Mungu, cha kwanza unatakiwa wewe mwenyewe ujiandae kuwa na kiu ya kusikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Angalia kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 6. Matendo ya Mitume 9 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 6. Neno la Mungu linasema, lakini Sauli akizidi kutisha na kuwaza kuwaua wanafunzi wa Bwana, akamwendea kuhani mkuu, akataka ampe barua ya kwenda Dameski zilizoandikwa kwa masinagogi, ili akiona watu wa njia hii, waume kwa wake, awafunge na kuwaleta Yerusalemu. Hata alipokuwa akisafiri, ikawa anakaribia Dameski, ghafla ikamwangaza kote nuru kutoka mbinguni. Akaanguka chini, akasikia sauti ikimwambia, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Akasema, nani wewe Bwana? Naye akasema, mimi ndiye Yesu unayeniudhi wewe. Lakini simama uingie mjini, nawe utaambiwa ya kupasayo kutenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Sauli alikwenda kuomba kibali kwa kuhani ili aende Dameski akafunge watu. Haleluya. Awapeleke wapi? Yerusalemu. Sauli tunajua kazi yake ilikuwa ni kuua watu. Kwa hiyo aliomba kibali ili aende akawakamate watu, aendelee kuwaua. Sio kwamba aliomba kibali akamtumikie Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo katika ile harakati aliyokuwa anakwenda kukamata wale
asikia kitu gani jamani? Au tunano tukao tusikilize. Alisikia nini Sauli? Alisikia nini Sauli? Jamani, naomba tujibiane kama watu tulikuwa tunasikiliza neno au turudia kusema neno. Sauli alipokuwa anaenda Dameski kwa lengo la kwenda kukamata watu, alipokuwa njiani anaenda, alisikia nini? Alisikia nini? Alisikia sauti ya Yesu ikimsemesha, Sauli, Sauli, mbona unaniudhi? Bwana Yesu asifiwe sana. Sauli yeye alijua yuko katika hali nzuri ya kuendelea kutenda matendo yake ya kuua Wakristo. Hakujua kama anamuudhi nani? Mungu. Na ndio maana aliendelea kutenda hayo, kwa sababu yeye nafsi yake aliona yuko sahihi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo baada ya kusikia sauti ikimsemesha, haleluya, alipokuwa akifanya yale matendo Sauli, jamani, hapakuwa na wachungaji waliokuwa wanahubiri maeneo yale? Naomba tusaidiane, hapakuwa na wachungaji. Lakini Sauli aliendelea kufanyaje? Kuua watu. Ni sawa na kanisa la sasa. Au nyewe mnaona kuna tofauti? Ni sawa na kanisa la sasa. Wachungaji wapo wanahubiri, lakini watu bado wanaendelea kuishi katika dhambi. Amina. Lakini unataka kuniambia Sauli asingeisikia sauti ya Mungu angebadilika? Lakini sauti za wachungaji sasa anazisikia kila siku. Wakimwambia acha dhambi, nafikiri walikuwa hawamwambii. Jamani, wachungaji walikuwa hawasemi Sauli acha dhambi. Lakini aliacha. Sasa aliendelea kufanya. Kanisa la leo hatuliambii acha dhambi, lakini tunaacha. Si tunaendelea kufanya. Sauli aliacha baada ya kusikia sauti ya nani? Ya Mungu. Yaani alishazisikia sauti za wachungaji, za mashehe, sijui za mapadri, lakini zote hakuziona kama zina msaada kwake. Lakini baada ya kusikia sauti ya Mungu ndipo Sauli alipobadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo na wewe mtu wa Mungu, jitahidi kuwa na kiu ya kutaka kusikia sauti ya Mungu juu ya maisha yako. Mungu ana nini na wewe? Baada ya Sauli kusikia sauti ya Mungu, Mungu alimpa maelekezo kwamba nenda, utakwenda kukutana na maneno ambayo yanakutaka uenende namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Hebu soma ule mstari wa 6. Mstari wa 6 anasema hivi: lakini simama uingie mjini, nawe utaambiwa ya kupasayo kutenda. Bwana Yesu asifiwe. Sauli alipotii na kuingia kule mjini, ndiko alipokwenda kukutana sasa na makusudi ya Mungu juu ya maisha yake. Kwa sababu baada ya Sauli kusikia sauti ya Mungu, kilichomkuta Sauli, kwanza alikuwa kipofu. Bwana Yesu asifiwe. Alipoisikia tu sauti ya Mungu, kilichompata akawa kipofu, akawa hawezi kula, akawa hawezi kunywa. Isome hiyo Matendo yote hiyo ya sura ya nani? Sura 9 yote isome. Kule mbele utakuta Sauli alishindwa kuola, alishindwa kuongea, akawa haoni. Ila akatii kuelekea mjini ili akapate kile ambacho anatakiwa kukifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya Sauli kukaa mjini, ndipo Mungu alipomtuma mtumishi wake kwenda kumwekea mikono na kumfungua macho na kumwambia yampasayo kutenda. Haleluya. Kwa hiyo Sauli akafunguliwa macho, akaona tena na akaambiwa yampasayo kutenda, na Sauli akakubali kwenda kutenda kila ambacho Mungu anataka afanye. Bwana Yesu asifiwe sana. Unafikiri Sauli angerudia tena kwenda kuua wale Wakristo kule, na wakati amesikia sauti ya Mungu kabisa live, angeweza? Angeweza? Haleluya. Sasa Wakristo wa sasa au kanisa la sasa, hatuna muda wa kutafuta sauti ya Mungu inasema nini juu ya maisha yetu, ila tuna muda wa kusikiliza sauti ya mchungaji imesema nini na kuanza kuichanganua. Haleluya. Yeye anasema haya, yeye anaweza kuyafanya. Unaichanganua sauti ya nani? Ya mchungaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu umeishia kusikia sauti
sauti ya Mungu japokuwa imepitia kwenye